Halo. Niko hapa nje. Mimi niko ndani hapa. Sawa. Karibu. Asante. Asante. Karibu sana. Asante. Afu, unajua Derek, mimi nilijua kutana barabarani tu nilikabidhi vitambulisho vyako, lakini sikudhani kama nitakuja hapa. Nimeona vyema uingie ndani sababu tuishi kuzungumza barabarani. Sawa, asante, lakini najua nimekuja na kapu langu la uji, sikujiandaa mazingira kama haya. Ndio maana nikasema mimi nilijua tunakutana barabarani, ndio maana. Usiwaze kabisa. Kwa sababu hakuna tatizo. Sawa. Asante. Bettina. Hali ya mamako si nzuri. Hatutamruhusu kurudi nyumbani kwa sasa. Dawa hazifanyi kazi tena. Njia pekee iliyobakia ni kuangalia uwezekano wa kupata figo mpya. Figo mpya? Ndio. Kama unakumbuka, tulifanya vipimo vya figo zako. Hazifai kwa upandikizaji. Basi hakuna matumaini? Hapana, matumaini yapo. Inatakiwa ipatikane figo mpya haraka iwezekanavyo. Mhudumu samani, naomba uje kumsikiliza mgeni wangu. Habari kipenzi. Salama. Karibu. Asante. Mimi bado tunajaribia chakula. Asante maji. Kuwa huru. Vitambulisho vyako hivi hapa Derek. Nashukuru sana. Haina shida, ni jukumu langu kusaidia. Hata sijui nikushukuru vipi. Hamna shida. Asante sana. Sasa mimi na zawadi yako nimekuletea. Wow. Nanukia vizuri. Kweli? Yeah. Hilo kwa ajili yako. Asante sana Derek. Zoya. Ndio. Tunaweza kufahamiana zaidi kama hutojali. Okay. Sawa. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa. Kuna ndugu yangu anaishi Marekani. Ila mimi sina mke wala sina mtoto. Vipi kuhusu wewe mwenzangu? Sawa, mimi ninakaa mwenyewe na ninafanya biashara yangu ya kuuza uji. Na ndio ninayoitegemea na inaendesha maisha yangu kwa sasa. Usiwaze. Nitafurahi zaidi kama nitakufikisha nyumbani. Kwa sasa Derek, hapana. Ila nashukuru sana kwa karimu wako kwa sababu ndo nilikuwa nikitoka kukupa vitambulisho vyako nielekee kwenye biashara yangu. Na ndo muda huu. Na wakati wateja wangu watakuwa wananisubiria. Kwa hiyo mpaka nikimaliza biashara yangu ya kuuza uji ndo nitaelekea nyumbani. Lakini mimi nimeona hakuna tatizo kwa sababu usafiri nao hapo nje. Sawa Derek, nashukuru. Siku nyingine. Sawa. Asante.
Mtima yuko wapi? Sijamkuta, hayupo. Naomba funguo. Nimebeba hizi funguo. Ukionana naye, mwambie aje achukue vitu vyake. Lakini mama, Mtima sikatoka kwa matatizo jana tu. Amefuna babake. Si ungempa muda kidogo? Hivi wewe, Mtima ndo wa kwanza kufiwa na babake? Kwanza alikuwa na msaada gani kwa babake mpaka ashindwe kunipa kodi yangu? Hivi unahuzunika nini? Unajua ni mnafiki sana. Wewe ndo unaifanya Mtima asinipe kodi yangu kwa wakati kwa sababu anakuhudumia wewe. Usinilete nuksi nikashindwa kupata mpangaji mwingine. Naomba uondoke. Nikonja panda mana sielewi roho inaniuma. Uniende kwa waganga Vipi? Betina. Abe. Mbona unalia? Mtima, kwa nini matatizo yanatuandama sisi tu? Betina, matatizo humpata kila mtu. Ushanielewa? Na sisi tutapambana nayo mpaka tutaweza tu kuyasolve ya matatizo. Ushanielewa? Yaani hakuna kitu ambacho kinakuja kikosa kusolvika. Matatizo yanasolvika. Umeona? Kwa hiyo hii sikukatisha tamaa. Ushanielewa? Kuna shida gani yani? Hebu niambie kuna shida gani? Mtima, mama hali yake ni mbaya sana. Anahitajika hela. Ili apatue figo. Na sijui hata nifanye nini. Na sijui hata mtu wa kumuomba kunisaidia. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini mimi nafikiri ni bora twende nyumbani. Hatuwezi kumaliza mazungumzo yote hapa. Twende nyumbani tukaongee kila kitu. Unaelewa? Sawa, lakini mama nyumba amekufungia nyumba. Sasa itakuwaje? Habari yako dada? Karibu. Asante. Wewe ndio unaishi hapa? Ndio. Ninaishi hapa. Kwa nini umeniuliza? Maana sikufahamu. Labda tungefahamiana kwanza. Usijali, tutafahamiana. Unamfahamu vipi Derek? Derek? Acha kujishtusha wewe. Unamfahamu vipi Derek? Namfahamu Derek kama mteja wangu tu ambaye huwa namuuzia uji kama ninavyouzia watu wengine. Sasa ni bora ungeniambia ni nani, maana sikufahamu, tungefahamiana kwanza. Kwa siku zile kwenye restaurant tulimpelekea uji mdada, si ndio? Nilimpelekea uji kama ninavyopelekea wateja wengine. Lakini unajua dada nini? Yaani mimi nakujibu maswali yako yote unayoniuliza, lakini bado sikufahamu. Naomba tufahamiane. Hebu acha kunifanya mimi mjinga wewe mdada. Sijui unaelewa? Hivi kwenye restaurant nzuri kama vile, wewe mtu kama unaendaje kuuza uji? Dadangu, umeniuliza namfahamu vipi Derek? Na nimekuambia Derek namfahamu kama mteja wangu na huwa namuuzia uji kama ninavyouzia watu wengine. Sasa hapo shida iko wapi? Asa nisikilize. Short and clear. Iwe mwanzo na mwisho kumuuzia mwanaume wangu mimi uji. Siongei mara mbili. Nikija nikikukuta tena. Lakini dada, hivi kwa nini usimfuate yeye Derek mwenyewe? Ukaenda kuongea naye. Kwa sababu yani mimi sielewi. Hebu umfuate kwanza, ongea naye na umkanye yeye kuja kwangu. Hapo ushafahamu kwamba mimi na Derek ni mtu na nani yake.
Sawa? Na pia nimeanza na mbwa, nitaenda kumaliza na mwenye mbwa. Nikukute. Tazame macho yako. Halo. Halo. Samani. Kuna mdada amekuja hapa nyumbani kwangu na amejitambulisha kama ni mkeo. Sikiliza, wewe mwanamke ukoje? Mimi sina mwanamke yoyote. Huyo mwanamke atakuwa akakudanganya. Ndio, na amenikanya kabisa. Kaniambia niache mazoea na wewe. Gift? Hebu sikiliza. Sikiliza nikwambie. Mimi sina mwanamke yoyote kwa sasa. Naomba tuonane tuweze kuongea haraka. Derek hapa. Sawa? Mimi siwezi kuonana na wewe. Gift kapajuaje kwa Zoe? Na alijuaje kama mimi nawasiliana na Zoe? Mimi mwanamke huyu anataka nini mimi? Tafadhali Mtima, kama unaweza kumsaidia mama wangu, msaada mkubwa ni wewe, lakini kama inahitajika ipatikane figo, sina mtu mwingine ninayemtegemea. Naomba unisaidie kwa hili. Baba yangu aliniambia mapenzi pekee hawezi kutatua kila jambo. Mwanangu, dunia hii inaumiza vichwa vya watu wengi. Wanawake wanapenda, lakini huwezi kuamini upendo wake pekee. Hata ukiwa na mapenzi tele, ukiwa na huruma, huwezi kumaliza kiu yao. Hii dunia inahitaji vitu vingi sana. Usiwasaidie sana, utaharibikiwa. Umenielewa? Lakini haimaanishi kwamba sitakusaidia, kwa sababu kila jambo lina gharama yake. Sawa? Asante Mtima, ila msaada ambao naweza kumsaidia mamangu ni wewe. Naomba unisaidie Mtima. Wewe ndo naye ambaye unaweza kunisaidia. Pia inabidi nirudi hospitali. Usijali. Kesho tutaenda wote hospitali. Acha mimi nikapambane kwanza kukamilisha deni la mwenye nyumba. Sawa. Hivi kwa nini kila nikihitaji kuwa naye mpaka niwe na yeye? Nakupenda sana Gift. Ila tamaa zako ndo zimeniharibia kila kitu. Lakini sijui. Hebu nikafungue. Acha nikamfungulia. Sio kwa watu wako ajabu. Sawa.
Sikia wewe, acha kushtuka. Nimekuja hapa kwa ajili yako, kuja kukanya kaa mbali na maisha yangu, la sivyo nitakuja kufanya kitu kibaya utakuja kusahau katika maisha yangu. Nashukuru Mungu sasa nimeona picha yako halisi jinsi gani ulivyo. Sasa nakukanya, kaa mbali na maisha yangu. Baada ya yote haya nilokufanyia ukaona itoshi, bado ukamtuma kibaka wako aje kunibia. Ndio kaja kunibia kibaka wako na shukrani. Nini? Umesema Nadia amekuibia? Ina maana hujasikia nilichokiongea? Sio nashtuka. Yote hayo unayajua. Nashukuru Mungu nilipata vitu vyangu vyote. Sasa ninachoomba, kaa mbali na maisha yangu mimi pamoja na Zoya. Nitakuja kuvuruga kichwa chako. Nabe, Tina. Derek. Betina, naomba nisubiri kidogo. Hivi kwa nini unanifanyia hivyo Betina? Kila siku umekuwa kunizungusha mimi. Naomba uniamini Betina. Mimi ni mtu sahihi kwako. Nakupenda sana. Tafadhali Shebi, naenda hospitali, mama wangu anaumwa sana. Nisikilize. Mama wako anaumwa nini? Hata nikwambia huwezi kunisaidia chochote. Tafadhali naomba upokee hichi kiasi. Hiki kiasi kitakusaidia kwenye mahitaji ya mama yako. Na endapo litatokea lolote usito kunifahamisha. Nimezunguka kila manjia kumsaka mwenza wangu, usiku nikasali pia uitike dua zangu. Nimetafuta na kukosa pia kufanana na pispo zangu, kipata kikosa nitedia. Sijaona ye hivi kwa nini? Kwa nini? Naogopa nkisema sana takukufuru Maulana ye hivi kwa nini? Nikonja panda mana sielewi roho inaniuma. Au niende kwa waganga wakapige tunguli uende kawa vyema. Nikikumbukia ya jana nalia, moyo unauma sana, naumia. Jua la utosi mara mvua, najaribu kufusi nije butua, ila nahisi mikosi
inanisumbua, minachoka sana.